Unasikiliza 103.9 MUFM kutoka Chuo Kikuu cha Moi. Hizi ni habari za sasa na MUFM. Tunasikia wanakula huko, tunasikia wako na nyama. Kumbe kuna watu wanakula nyama kutoka asubuhi mpaka jioni. Kumeza mate sio kukula nyama. Endeleeni kumeza mate, lakini nyama tutakula. Si tutaletewa ugali na sahani mpya kwa mlango. Bado utakata jasho ndio ukule. Tutapiga msasa. Mwingine apende asipende. Kwa hivyo sisi tunangoja mbafu. Na tusitishwe sisi. Tusitishwe. Karibu upate kufahamu taarifa zinazogonga vichwa vya habari kwa utendeti. Maelfu kupoteza kazi, kampuni 1300 zikifutwa. Mshukiwa katika mauaji ya mwanafunzi wa chuo cha Riata kamatwa huku mwili ukipatikana msituni. Na kimataifa ni kwamba Trump amshambulia Pompeo juu ya Iran. Na michezo ni kwamba Man City imegundua udhaifu wa Arsenal katika mbio za ubingwa. Maelfu ya Wakenya wamo hatarini kupoteza ajira huku serikali ikifuta maelfu ya kampuni. Kampuni 1300 zimefungwa na kufutwa kwenye sajili ya rasmi ya kampuni katika hatua kubwa inayolenga kusafisha mfumo wa kuondoa kampuni zisizotekeleza wajibu wao kisheria. Hatua hiyo ilitangazwa kupitia notisi ya gazeti la serikali nambari 5212 hadi nambari 5215 ambazo zilithibitisha kuwa kufutwa kwa kampuni hizo kulianza mara moja baada ya kuchapishwa kwa tangazo hilo. Hii ina maana kuwa kampuni zote zilizoathirika zimepoteza hadhi yao ya kisheria na haziwezi tena kuendesha shughuli zozote kwa jina lao. Nikinukuu, kwa mujibu wa kifungu cha 894 ibara ya 5, umma unafahamishwa kuwa kampuni zifuatazo zimevunjwa na majina yao kuondolewa kwenye sajili ya kampuni kuanzia tarehe ya tangazo hili. Mwisho wa nukuu. Kampuni zilizofutwa zinahusisha sekta karibu zote za uchumi wa Kenya, ikiwa ni pamoja na biashara za kilimo ya ufugaji, kampuni za dawa, huduma za ubadilishaji fedha za kigeni, pamoja na kampuni za usafirishaji wa mizigo na teknolojia. Na tukiachana na haya ni kwamba wakazi wa Nyamilu katika Uriri, kaunti ya Migori, wameelezea wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa visa vya ukosefu wa usalama katika eneo hilo, wakihusisha ongezeko la uhalifu na kukatika kwa umeme ambayo imeendelea kwa wiki mbili sasa. Wakazi hao wanasema taasisi kadhaa za elimu ikiwemo shule ya msingi ya Nyamilu zimekuwa zikilengwa na wezi baada ya kukosekana kwa umeme. Naibu mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Nyamilu, Angeline Ouma, alisema kuwa wezi wanaoshukiwa walijaribu kuvunja na kuingia shuleni usiku wa Aprili 11 mwaka huu. Naibu mkuu sasa ameomba shirika la umeme la Kenya Power kurejesha umeme katika eneo hilo ili kusaidia kupunguza ongezeko la ukosefu wa usalama. Na naibu spika wa bunge la kitaifa Gladys Boss ametetea matumizi makubwa ya bajeti yaliyoripotiwa katika ofisi ya naibu rais Profesa Kithure Kindiki. Haya yanajiri baada ya nyaraka kutoka kwa ofisi ya naibu rais Kindiki kuwasilishwa bungeni zikionyesha kuwa alitumia shilingi milioni 153.6 kwa safari za helikopta ndani ya siku 75 kwa mwaka. Kulingana na Boss, Kindiki pamoja na rais wana mamlaka ya kuzunguka nchi kwa njia wanayopendelea, huku bunge likiwa na jukumu la kuchunguza iwapo fedha hizo zilitumika ipasavyo. Akihojiwa katika kipindi hicho, mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji alitoa maoni ya tofauti akisema ofisi hizo zinatumia pesa vibaya. Alisema fedha zinaweza kutumika vyema kuwasaidia Wakenya wanaohitaji huduma bora za serikali kwa dharura.
Maafisa wa upelelezi wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI wamepata mwili uliokuwa umeoza wa mwanafunzi wa kike mwenye umri wa miaka 21 kutoka chuo kikuu cha Riat jijini Kisumu. Maafisa hao wanadai kuwa baada ya kuripotiwa kutoweka kwa mwanafunzi huyo, maafisa kutoka Kisumu Magharibi kwa ushirikiano na polisi kutoka vituo vya Maseno na Riat walianza uchunguzi pindi tu ya kisa hicho. Inaaminika kuwa mwathiriwa aliteswa na kuuawa katika eneo la Milimani usiku wa Aprili tarehe 5 mwaka huu. Polisi waliripoti Jumatatu kuwa mwili wa mwanafunzi huyo ilipatikana katika msitu wa Riat jijini Kisumu. Kulingana na polisi, mwili wa mwathiriwa ulikuwa na majeraha ya kisu. Mshukiwa mkuu Stephen Coleman Okoth alikamatwa awali na anadaiwa kupanga ubakaji wa kundi, mateso na kutoweka kwa mwathiriwa huyo. Na kwenye ruba za kimataifa ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump amemkosoa vikali Pope Leo 14 kwenye mitandao ya kijamii baada ya kiongozi wa kwanza wa Marekani wa kanisa la Katoliki duniani kulani tishio la rais wa Marekani dhidi ya Iran. Nikinukuu, "Simtaki Pope ambaye anadhani ni sawa kwa Iran kuwa na silaha za nuklia." Akiorodhesha malalamiko mengine dhidi ya Pope huyo, Trump aliandika kwamba Papa hana nguvu kushughulikia uhalifu na silaha za nyuklia. Maoni ya Trump dhidi ya kiongozi huyo wa kanisa ya Katoliki ambaye anajulikana kwa kukisia matamshi yake ameibuka kama mkosoaji mkubwa wa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Wiki iliyopita Pope Leo alisema tishio la bwana Trump la kusema kuwa ataiangamiza Iran isipofikia makubaliano ya kumaliza vita haikubaliki. Na michezoni ni kwamba vijana wa Pep Guardiola hapo jana walijibu kichapo cha Arsenali mabao 2-1 kutoka kwa Bournemouth siku ya Jumamosi kwa ushindi wa mabao 3 bila jibu dhidi ya Chelsea. Ushindi ambao ulifungua mbio za ubingwa wa ligi kuu Uingereza. Huku Arsenal ikiyumba, City inazidi kuwa imara baada ya kusonga mbele kwa pointi 6 kwa karibia vinara hao, huku wakiwa na mchezo mmoja ambao hujachezwa. Hali inayoonekana kuwa mbaya kwa klabu ya Arsenal. City wamefanikiwa katika michezo mitatu iliyopita wakifunga mabao 9 dhidi ya Arsenal, Liverpool na Chelsea bila kuruhusu bao, wakitoa kombe la Carabao na kufika nusu fainali ya kombe la FA katika kipindi hicho. Hizo ndizo habari za 103.9 MUFM. Burudika na miziki ya rumba na reggae.